Shehe, mimi nimekuja. Na lengo langu nahitaji kusoma. Ndio. Maana nimeyafanya mengi sana huko nyuma. Kwa hiyo shida yangu ni jua ya leo. Lakini nikijiangalia kwa jinsi umri ulivyoniacha, sidhani kama nitaelewa. Basi karibu sana. Tunashukuru kwa ombi lako, na kuhusu jambo la kusoma, kwanza nikupongeze sana kwa umri wako huo, wala hujachelewa. Maana hapa pana wazee hapa wanakuja na mikongojo yao, wanataka elimu, na kuna mabibi kubwa, wana mama wanataka elimu waliokuzidi wewe umri wako. Kwa hiyo kuhusu hilo nikupongeze sana, na pengine hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza kupewa hii elimu au alipoanza kushushiwa wahi, basi alishushiwa huu wahi akiwa na miaka 40. Sasa sijajua wewe shehe wangu miaka 40 umefikisha, ila mtume wetu alifundishwa hii elimu akiwa na miaka 40, ndo anaambiwa na Mwenyezi Mungu au na malaika Jibril, ikra ya Muhammad, soma ya Muhammad. Kwa hiyo wala hujachelewa kwa umri wako, na nikupongeze sana. Jambo uliloliwaza ni jambo mzuri sana kwa umri wako huo, na pia kwa zama zetu hizi ni jambo ngumu sana mtu kuliwaza sawa sana kuisoma hii elimu ya dini. Kwa hiyo nikupongeze sana shehe wangu. Sawa. Kwanza niseme nashukuru. Ndio. Kama kuna uwezekano mimi kusoma wakati umri umeniacha na nikaelewa, basi ninashukuru. Lakini kama unavyoniona hali yangu mimi ni duni. Ndio. Na ukiangalia hata haya mavazi ambayo mimi nimeyavaa sio sahihi kwa kuanza kujifundisha hii elimu. Na sina uwezo hata wa kununua kanzu. Sijajua unanisaidiaje shehe wangu? Kuhusu hilo shehe wangu, wala usijali. Mimi nitakusaidia madamu sote ni ndugu katika imani. Hapa nina kanzu 3, kwa hiyo ukihitajia kuja kusoma muda wote na kukubalia au na kupokea kuanzia kesho kutwa hata baadaye. Kwa hiyo mimi nitakupatia hiyo kanzu moja, basi utaanza masomo. Ilo usivunjike moyo. Jitahidi na huo moyo uliokuwa nao. Nashukuru sana. Mimi nikuahidi, kwa sababu umeniambia kwamba naweza nikapata kanzu, mimi nakuahidi kesho asubuhi mimi nafika hapa kwa nijue hii elimu. Niache na mambo ya haya mahasi. Mimi shi nakuahidi kesho asubuhi mimi nimefika hapa. Basi inshallah, karibu. Mungu akujalie na kutakia kheri zote. Sawa. Acha mimi niende. Basi inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio shehe wangu. Naam. Shehe, mbona adimu sana, alafu sikuoni darasani, hata mazingira pia kimsikitini sikuoni, vipi tena? Ni kweli shehe wangu, lakini kwa sasa mimi napitia wakati mgumu sana. Na hali ya kimazingira ya nyumbani, familia sio mzuri, na hata upataji wangu wa riziki umekuwa ni mtihani sana, na hususa pale tu ninapokuwa ninadili na habari za msikitini. Kwa hiyo mimi nimeamua niache moja nishike jambo jingine, kwa sababu hata wahenga wanasema mshika mawili moja ufanyaje humponyoka. Kwa hiyo mimi nimeamua tu nishike jambo moja, kwa sababu msikitini sipati riziki. Bora nitafute kwanza riziki, hayo mambo baadaye ya msikitini na kuanza kudili na Allah yatakuja baada ya mimi kupata riziki. Ila kwa sasa hapana, natafuta riziki. Sawa, lakini sawa shehe wangu, ukisema unatafuta riziki, unatafuta maisha, unaihangakia dunia, si vizuri ukaacha kusoma alafu ukaacha kwenda msikitini eti kwa sababu unatafuta riziki. Nikuambia shehe wangu, unajua Mungu ndo kila kitu, alafu Mungu ndo anatoa haya mazingira yote unayoyaona, na kila mtu unayemwona na maisha yake, lakini Mungu ndo mtoaji. Ila wewe usiache ibada na ukaacha kusoma kwa ajili eti unatafuta riziki, eti unahangaikia watoto, si vizuri. Lakini Mungu mimi ndo mtoaji, kwa sababu kuna mshairi mmoja anasema kwamba
wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwati, kwamba mwenye kuzani riziki inakuja kwa nguvu, maakala al-usfur ma'a nasir, kwamba wale hata wale vijidudu wadogo wadogo, sisimizi, sijui nani, wasingekula chochote. Kwa hiyo mfano hai, wewe ndugu yangu ukisema kwamba mimi natafuta riziki, hawa wasiojiweza hawa riziki unapewa na nani? Kwa hiyo ndugu yangu ukisema kwamba unatafuta riziki si vibaya, lakini hebu jaribu kwanza kufikiria kwanza. Wewe unajua unaongea sana. Naam. Alafu nimeanza kukusikiliza toka mwanzoni unapoanza kuniambia sijui mambo ya sijui shehe uonekane msikitini na nini na nini. Wewe unapata riziki. Wewe shehe unapata 200 500 hizi unapata. Na pale mwanzo mimi nilikuwa nasoma kwa sababu nilikuwa sijaoa. Sasa baada ya kuoa tu ndipo hapo sasa mazingira yameanza kunichachia. Siwezi kudili mimi msikitini na nyumbani kule, unajua mimi sasa hivi na mtoto na mke wanakulaje. Ninakuja mimi pale haya alifu wanafunzi wenyewe wale wanaumiza kichwa. Waumini hata kama unawaambia kila siku waongee nao lipi hawaelewi. Shehe, mimi kwa sasa hivi nishakwambia msingi wangu mimi ni kutafuta riziki. Nipate hela. Nikiwa na hela nitajijali Mungu, nitakuja kwa Mungu, lakini kwa sasa hivi hapana. Hilo haliwezekani hata kidogo. Kuja mimi sasa hivi msikitini, kuja sasa hivi darasa. Nikae asubuhi watoto asubuhi mpaka jioni hata shilingi 100. Hapa sasa hivi naenda kwenye madili yangu. Nimepata dili huko. Nenda kupiga hii napata riziki, maisha yanaenda. Wewe baki huko ushe wako ubaki na wewe sio mimi. Na kila nilikwambia kitu kimoja. Pepo kila mmoja yeye ndo anajiandalia. Wewe hata kama mimi ukaninasii, wewe ukiingia peponi mimi utaniambia niingie peponi? Haiwezekani. Kila mmoja abebe jukumu lake. Kwa sasa mimi niache niendelee na shughuli za kutafuta riziki. Nafikiri umenielewa. Sawa shehe wangu, lakini wewe shehe wangu naona ulikuwa unakuja vizuri, darasani unapambana, unasoma, ibada zinakwenda na riziki nayo Mungu inshallah naona kwa kipato fulani alikuwa anakujalia, lakini ukisema sasa hivi uache kusoma eti uache ibada kwa sababu ya kutafuta riziki, rudi ndugu yangu katika sirata mustaqima, Mungu atakujalia hiko ambacho unachokitafuta na utapata wewe. Naamini Mwenyezi Mungu ni shahidi, utapata kile ambacho unachokihitajia. Mungu ndio kila kitu, mrudie Allah atakusaidia. Mungu anajua kila kitu wapi? Ingekuwa Mungu anajua kila kitu mimi ningepata riziki. Wewe shehe endelea na mambo yako, mimi niache. Sawa, wewe kama una swali. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu. Asante. Shehe nimekuta? Hapana, ametoka kidogo. Ulikuwa na shida naye? Ndiyo. Shida ipi unaweza kuniambia? Babangu mimi ananilazimisha kuolewa. Mimi bado ni mdogo. Kwa hiyo nimekuja niongee na shehe, akaongea na mzazi wangu. Pole sana shoga yangu. Ila yote yatakwisha, hizi ni tamaa tu za wazazi. Basi sawa, unaweza kunisubiria. Sheikh. Naam. Wa alaikum salaam. Wewe? Kwema. Safi. Hii natoka kwako. Nia na mazumuni nimekuja kuazima juzo. Lengo nikasoma. Nasema kuja kuazima juzo. Unataka unafanyaje? Nikasome. Wewe waza nini? Kama unakumbuka hicho kitu sasa hivi.
Unajua kaka, haya maisha haya bila kumrudia Mungu wako sawa na hakuna. Nimeteseka sana. Sasa nimeona njia sahihi ni moja tu, kumrudia Mungu wangu. Kwa hiyo ukiniazima juzi utashukuru sana kaka. Unajua mimi unanichekesha sana. Hivi wewe umri uliokuwa nao sasa hivi, badala ufikirie namna gani naweza nikapambana nijitume napataje riziki, unaanza kukimbilia mambo asijui nirudi dada sasa sijui mambo yangu hayaendi sijui mambo hayaendi, ufanye kazi. Sawa kipara? Mambo hayaendi ufanye kazi. Hivi ungekuwa unajituma unafanya kazi unapambana, wenzako sasa hivi wanapambana, vijana sasa hivi wanapambana, watu wanaenda huko wanashika maeneo, wanaenda wanalima, wanapata riziki. Wewe mwenyewe unamuonea blaza huyu. Unaona? Yote ni kwa sababu ya kupambana. Sasa wewe unaendekeza vitabu maji hiyo kwa kaka, fanya kazi, pata riziki, mambo haya yanakuja mbele. Yaani nilikuona mtu wa maana sana. Lakini kumbe naona utopolo kama huyu ndugu yangu. Sikiliza nikwambie. Nimekuja kwako kuhitaji msaada tu. Kuhitaji nisaidie kulipa juzu. Kama inashindikana, isiyo sababu ya wewe kunikashifu mzee. Sikiliza. Juzu mimi kwa sasa sina. Sawa, sina. Nilisharudishaga hivyo vitu. Kwa sasa hivi kuhusu habari mimi nishachana nazo. Sasa hivi natafuta riziki kwanza. Allah baadaye. Leo vizuri kwani bado unasema? Je, nyumbani kwangu. Kuja kuniazima juzu. Anadai nataka aanze kusoma. Sasa nimemwambia wewe umri uliokuwa nao sasa hivi watu wanapambana, wanafanya kazi. Hivi umri ule wa kwanza kusoma dada sawa? Umeona? Umesikia bro? Labda nikushauri kitu kimoja. Unaona hizi mali hizi hapa? Hizi mali hazijatoka kwa kutumia hapo kusoma. Unaelewa? Hizi mali zimetoka shambani. Alafu baadhi kuna kitu sichokijua. Wewe ndugu utachelewa. Alafu kiangalia umri sababu umeenda. Wewe sasa hivi unaenda kashika eneo na mapereni ukilima. Mambo yanakuwa vizuri Sana. Hali mambo kuchelewa. Unaelewa? Watu sisi tunasoma. Mimi nimesoma nimejaribu kusoma ili nikashinde. Mbona Mungu mimi nachelewa kana bora nifanye kazi za kulima nikaendelea mpaka kufikia hivi. Sana. Unyo ngoja niambieni kitu. Yaani niliona watu wenye busara sana. Kumbe na nyinyi ni wajinga. Nisikilizeni wazee. Mmezungumzia mali, mmezungumzia shambani. Hivi vitu bila kumwomba Mwenyezi Mungu, sidhani kama mngeweza kufanikiwa. Mungu ndo sababu ya nyinyi kupata hiki kitu. Umeelewa? Alafu mimi nimekuja kuhitaji msaada tu. Haya mengine ambayo nyinyi mnayataka kuyaleta. Haya hapa. Imani yangu mimi ni kutaka kusoma. Sasa naona kwamba hapa nimekosa msaada. Acha niwaacheni. Wewe sikiliza kwanza. Kusoma na mali tofauti, umesikia? Wewe tafuta kwanza hela. Niende. Wewe, Haya kwa kulonje na wewe. Haya ni jele wanifeli. Sana. Akaandika na mambo yako kasoma, umekupa na kachembe kuva nacho Kabisa. wewe mwache. Ana mamweni. Na hawa ni wale ambao sisi tukienda tukapambana huko baadaye usishangeni wanakuja kutuiba. Awe ndio wao kuchelewa unapata mkia mfupi ndo haba. Ndio kwa sababu hao hawafanyi kazi. Muda sasa hivi wenzao wanajitoa watu wale wanapambana. Na ndio sijui wewe kujisoma madrasa. Mungu asubiri sisi tuondoke twende mashambani. Wao waje kuiba. Sasa wewe mwache. Ndio unajionea. Hakuna kitu. Hakuna kitu kabisa mwe. Kwa hiyo nani ulisema nani mchele upo? Mchele upo. Basi utaniwekea. Utakuwekea?
Shehe. Kuja. Kuja. Una wengine ninawauma. Unasemaje? Shehe,